Karibu sijaona, ila ambacho ningeomba jeshi la polisi kwa kutusaidia na kuisaidia familia ambayo imeachwa, ambayo haijui inaelekea wapi, kwamba watusaidie kuhakikisha kwamba yule kijana anapatikana. Pia kwa sababu ya ule ukaribu, sababu ile ni damu yetu, hatujui iko hai au. Safari Zetu TV imefika moja kwa moja kata ya Msaranga, mtaa wa Msufini, Moshi, mara baada ya jeshi la polisi kutoa taarifa ya watu wawili, mke pamoja na mume, kuuawa kikatili, Godfrey Naeli Mota na Blandina Felix Ngoi, waliouawa na watu wasiojulikana, na mtoto wao wa kiume aliyokuwa anaishi nao nyumbani hapo ametoweka na hajulikani alipo. Safari Zetu TV tumefika moja kwa moja kuzungumza na ndugu wa marehemu. Nao wameliomba jeshi la polisi kushirikiana nao kwa ajili ya kumtafuta kijana wao ambaye hadi sasa, mara tu baada ya tukio hilo, hajulikani halipo. Ilikuwa siku ya Alhamisi jioni, tulipata taarifa hiyo kwamba kuna mauaji yametokea, na sisi bila kusita tulitoka nyumbani kwa sababu hatuishi mbali na eneo hilo la tukio. Kwa hiyo tukafika hapa. Baada tunapofika hapa hiyo siku ya Alhamisi jioni kwenye saa 2 kasoro, bahati nzuri tulifika pamoja na polisi. Tulikuta taarifa zilishafikia polisi, kwa hiyo tulifika na polisi. Na polisi walikuwa wanafanya uchunguzi wao pale, na sisi kama mimi niliona marehemu akiwa anafanyia uchunguzi kwamba alikuwa amekatwa kichwa sehemu ya nyuma na ana sehemu nyingine kichwani katikati kwenye utosi, na mama alivyochunguzwa alionekana kama yeye hakuwa na jeraha lolote, ila alionekana kama sehemu za shingo zimevimba kama alinyongwa. Kwa hiyo tulipokea tukio hilo kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu ni kitu ambacho hatujui kwamba kilitokeaje. Ila kutokana na hali halisi walivyotuuliza, na wakasema kwamba kwenye familia kidogo kulikuwa kuna kijana ambaye alizaliwa akiwa vizuri na alisoma na alikuwa anafanya kazi, lakini katikati ya kufanya kazi alipata kama kuchanganyikiwa. Kwa hiyo wazazi, kwa historia ya wazazi ambao tulikuwa nao karibu kidogo, walituambia kwamba walimpeleka hospitalini, na kwa hospitalini hakuonekana kwamba ana tatizo lolote la kiakili, ila walitushauri kwamba apeleke kwenye maombi na tujaribu kuchunguza. Walivyokuwa wanatuambia wazazi kwamba wachunguze kwamba kama kuna mtu amegombana naye au kuna issue yoyote ya kikazi na nini. Tulijaribu kumpeleka, walisema walijaribu kumpeleka kwenye maombi, alirecover vizuri tu. Baada ya muda mfupi akawa amerudi kazini. Baada ya kurudi kazini, alirudi kazini kama muda wanavyosema kama wiki 2 hivi, akiwa anaenda kazini, lakini ile wiki ya kwanza alifanya kazi vizuri. Wiki ya pili alikuwa anafanya kazi, lakini hela alikuwa akipata alikuwa anawagaia watu, anasema haya ni makaratasi tu, anawagaia watu. Lakini baada ile wiki, mwisho wa ile wiki alikaa nyumbani. Kwa akawa hatoki tena nyumbani. Alikuwa anasumbuliwa hasa na kitu gani? Yaani wanasema ni kama alichanganyikiwa. Yani alikuwa anafanya, yani alikuwa kama amechanganyikiwa, kwa sababu na siku alikuwa anaweza akaamka akatukana tu, lakini alikuwa hamzuru mtu. Alafu kuna siku anaweza akaamka yani actually muda wote alikuwa, hata mimi nimewahi kupita mazingira ya hapa mara nyingi, ni mtu asiyesema. Alikuwa na sehemu mbili tu alikuwa anakaa, unamkuta asubuhi anaamka anakaa hapo, lakini hazungumzi na mtu aina yoyote. Basi katika mazungumzo yale ya wale watu na polisi walipokuja, walisema kwamba huyu kijana yuko wapi, ambaye anahisiwa kwamba alikuwa na tatizo la kichwa na nini, ndo alikuwa akiishi na hao wazazi, wakahisi kwamba inawezekana labda ni yeye amefanya. Na sisi tukaona na yule kijana, kwa sababu alikuwa na tabia kwamba mara nyingi yuko hapa nyumbani, lakini tangu hiyo siku ya tukio hajaonekana. Kwa hiyo na mpaka hivi leo hatuna taarifa kwamba amepatikana. Kwa hiyo
hatuna uhakika 100% au kusuggest kwamba kweli ni huyo kijana amefanya hilo tukio au ni issue nyingine tofauti na hapo. Kwa hiyo tunachokiomba sisi au tulichokipokea sisi, tumepokea kwa masikitiko makubwa, sababu ni moja ya familia ya kwetu, na hii familia imeachwa mahali ambapo haina nyuma wala mbele. Maisha hakuna, kwa sababu hata familia ilivyokuwa ikiishi hapa, kuna wengine walikuwa wanaishi tofauti kwa misaada tu ya watu pembeni na nini, na huyu alikuwa hapa nyumbani alikuwa anaishi pia hivyo hivyo. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba pia kitakachotusaidia sisi na kutuondolea wasiwasi kama familia, ndio ni yule kijana apatikane na ushahidi uonekane kabisa kwamba labda ni yule kijana au kuna mtu mwingine, kwa sababu tunahofia hata kama kijana akipatikana bado maisha yake yatakuwa magumu, kwa sababu hakuna atakayeweza kukaa naye kutokana na hofu tulikuwa nayo. Kwa maana hiyo tunaomba jeshi la polisi, kwa sababu ndio linaendelea na utaratibu huu, watusaidie kuona kwamba hiyo hofu inaondoka kwenye familia na wale watoto wanapata jinsi ya kuishi, kwa sababu hawana mahali. Kwa mfano kama hapa wamepanga, na yule baba mama hayupo, kwa maana hawana mahali pa kushukia. Kwa hiyo sasa hilo pia ni ombi kwetu sisi, pamoja kwamba tuna ndugu watakao wazungumza, lakini pia mamlaka pia zingetusaidia, zingetuweka katika hali ambayo ya kututoa hofu. Sawa, poleni sana. Asante.